Sasa sisi hatuhitaji mtu yote aonekane amebanwa mbavu. Mimi najua kwamba tunazidiana vipato. Huo ndio ukweli. Unanipigia simu, kuna mtu kafa na inatakiwa niwe sehemu ya katiba kwa kutoa mchango. Sina hela. Natamani lakini sina hela, sina kunikopa. Kila mtu ana namna ana connection yake mjini. Kuna mtu ana hata kwenda hata nipe laki. Haona ongea huo. Sasa tunamsaidiaje? Lengo ni wote tutembee njia moja. Sasa kama mmeipitisha hiyo, manake kiondoa leo, tutaita kikao cha viongozi. Tutaenda tutafungua account NMB. Tutaitisha kikao muda wowote kabla ya mwezi kuisha au baada ya mwezi. Tunarudi kwa sababu bado tuko kwenye kutengeneza. Tunachotaka tuache alama iliyo sahihi. Hatuhitaji mtu aseme ndio wanyama hela ndio tukize. Unajua mnaweza kukupa hoja ambayo ina mashiko kabisa. Hana hela utamuua. Sasa kwa kuliangalia hilo, bora upewe muda kabla halijatokea. Peleke hela. Sisi tunakutambua kwa tarehe, usije ukapeleka umeshafiwa. Na yoyote atakayethubutu kudanganya chama atakuwa amevunja katiba ya chama cha Basanza Family. Adhabu yake ni kufutwa wanachama moja kwa moja au faini yake lakizi. Haina story wala haina hilo, wala hatuhitaji kuuliza wanachama. Hilo limeisha kwa mfumo huo. Kwa sababu kama tuko tayari kudanganyana tutaongoza nini? Kwa hiyo faini laki 2 au unafutwa kabisa. Kwa sababu wewe manake ni mamluku, unataka kuhujumu taifa lako. Adhabu yake huwa ni kunyongwa hadi kufa. Hiyo ni mifumo ya kiserikali. Sawa. Sasa manake kila mtu hakikisha anasimama kwa kumwogopa Mungu wake. Ndio maana tunapomtambuliza Mungu, lengo letu sisi kama kuna mtu ana akili ya kipumbavu kupitia maombi yale anyooke. Si mnanielewa? Kwa hiyo kwenye hii agenda naomba, kwa sababu ni agenda nyeti sana, niruhusu kama kuna hoja jamani tulimalize hili kwenye hii agenda, kwa sababu ndio nyeti, ndio agenda mama. Kwanza lilishapita. Asije na mtu akujadili sio litapita au litapita. Limepita kwa mfumo kwamba tufungue account, mwanachama yoyote apeleke, na hiki chama hakina michango ya kila mwezi. Usije kasikia kufungua account ukajua yale itakuwa inapelekwa kila mwezi hakuna. Ukipeleka hata leo wewe ni active. Peleka ripoti kwa kiongozi wako. Kazi yake kiongozi ni kukuandika majina yako. Unakaa kwa sababu likija tokea tunaingia kwenye mkeka. Ukishadanganya tutakwambia lete receipt ya benki. Lete message, unaweza ukalipa kwa muamala wa message. Huo ndio halali wako, utunze kama hela. Ukidanganya mshaelewa nini kinatokea. Naomba niruhusu mikono mitatu jamani. Kuboresha hapo ni eneo muhimu sana. Basanza wewe. Labda hapo nikaje kidogo kwa kiongozi wangu hapa. Unajua kwa nini sisi wazee tumekaa chini? Unajua walio wengi hapa vijana. Na vijana umewafanyia kijana mwenzenu huyo. Vijana haweza. Sisi wazee tuna huruma. Sisi wazee tuna nini? Tuna huruma ni. Kwa sababu kuna mambo yanafanyika huko kwenye vitu, kwenye mitandao. Mtu anapiga kitu hapa anaanza kuhoji. Kwa nini umeuka hivi? Hapa leo anahoji kwenye vikao hawafiki. Umeona? Kwenye vikao hawafiki kama hivi. Ukimuuliza je, wakati tulikuwa tunapanga hivi vitu ulikuwepo? Sikuwepo. Sasa unapata nini? Wale kuwepo wamepitisha. Kwa hiyo ambao kuwepo hatiki kuhoji. Kwa hiyo kubaliana, lakini fanyaje? Kitapitishwa na watu wengi. Sio mtu mmoja ando kuhoji. Kwani imekuwa hivi? Nielewa hapo jana. Kwa cha msingi kama nilivyosema kiongozi hapa. Tuwe makini. Kwa nini hiyo account imefungwa? Wakati tunaangalia mbali sana. Kuna hizi hela zinazofungwa baada ya kitu kutokea. Sisi viongozi tutaki nayo. Inatakiwa moja kwa moja iende wapi? Kule benki, kae benki. Kuna hilo swali uliloingiza kwa viongozi na kusema kwamba jamani uweke mfumo fulani. Kujiandaa mapema. Ili kitu kikitokea sio tunasukumana. Kitu kikitokea tuna hela cash. Tunakutana pale jamani. Mwenye hela atatoa. Yule ambaye hana hela anaendelea kutafuta ile hela. Ila tushalimaliza kitu, huko kwenye account tuna hela. Tunamaliza ile jambo basi. Kwa hiyo ndio ilikuwa faraja yetu. Na ndio kwa watu wengi. Na hapo ndio tunajua kwa ngapi.